alituokoa kwa gharama kubwa, kwa damu ya thamani yake kubwa sana, ili sisi turejeshewe vitu vilivyopoteza. Lakini hawezi akavishusha tu hivyo, ni lazima tuende kufanya kazi, ni lazima tuje kwenye majukumu ili hivyo vilivyopotea viweze kurejea. Hana namna ambayo anaweza akaitumia ili vikurudie, hamna njia yoyote, hafanyi mazingaombwe. Mwalimu mmoja anakumbuka, anasema leteni zaka kamili, si ndio, ghalani, ili kiwemo chakula. Anasema anafungua nini? Milango ya dirisha ya mbinguni. Sasa tujiulize, atafungua madirisha haya? Hivi nafikiri hajafungua madirisha kwa Mungu? Hajafungua? Wanaosema amefungua walisha mkono. Ni hivi, jua, fahamu maana ya dirisha. Dirisha kazi yake kazi ya dirisha ni nini? Sawa. Kwa hiyo kwa haraka kwamba kazi ya dirisha na mlango ni tofauti. Dirisha ni kuingiza nini? Mwanga. Hata mwanga hewa. Kuingiza nini? Mwanga ndani. Sio ili tuweze kuona. Mlango unaingiza vitu, sawa? Sasa anasema hivi, toeni, alafu mimi nitafungua nini? Kwamba kuna vitu vimefichika, atatuonyesha kupitia mawazo. Tuko hapo, atafungua fikra zetu na mitazamo yetu, atatupa vitu, sawa, ambavyo wengine hawavioni. Sasa shida inakuja wapi? Ameshafungua kweli na amekupa mawazo mazuri, lakini unashindwa kuelewa. Ninawaambia hivi, kwa Mungu tunapoteana. Kumbe na Mungu alipa. Na hiyo alipa. Yaani kwamba amesema anafungua madirisha, dirisha katika ni kutoa nani? Nuru, kwamba kitu ambacho hakionekani kionekane. Sasa ameachia nuru, unakiona katika ulimwengu wa roho, unakiona ni hiki hapa, lakini namna ya kukitransform kutoka huku kukileta hapa shughuli. Kwa hiyo Mungu anafanya kazi kabisa na anakupa mawazo mazuri, yaani anafungua kabisa, kafungua mbingu, kafungua madirisha yake, kafungua. Unafikia Mungu anajibu maombi yetu. Anajibu. Changamoto ni kwamba sisi ndio hatu. Kwa mfano, ukiona Mungu anagawa matofali. Mungu anagawa matofali. Viti. Mbona? Mungu anachokupa, anakupa uhakika. Anakupa mti, anajua kwamba kwenye mti kuna kitanda, kwenye mti kuna sofa, kwenye mti kuna viti vigoda, kuna mbuzi, sio? Kuna makaratasi, kuna chanuo, kwamba Mungu anachokupa, anakupa uhakika. Anasema kwamba faith in the substance. Substance, anasema kwamba imani ni hakika. Hii hakika ndio ambapo vitu vinapotokea hapo. Hata kuna vitu vinategemea Mungu akupe wakati hafanyi katika mfumo huo. Ukitaka tofali, unaenda kuomba tofali, tunasema okay, unachukua nini? Unachukua chepe, maji unaweka hapo, unachanganya ukaforoma sifara, unafuata tofali, sio hivyo? Umeona imani? Umeona imani? Imani nini? Ndio hapo. Yaani unaamini kwamba napata tofali kwenye udongo huu. Inatokea eti unajichanganya, unataka kiti, unachukua panga, msumeno, sio imani hiyo? Sababu kwa mambo yake afanye hivyo.
Tunakoma. Haya, Mungu amekupa wimbo, anakupa wimbo wote mzima wote anakupa. Wala waimbaji, mnatoka wimbo wote. Tunapewa tu wazo. Alafu unafanyaje? Unaendelea. Ungine toka wapi? Alafu okay, akikupa wazo. Anakwambia tafuta mpiga muziki kutoka sehemu fulani. Backup watakuwa kuna fulani. Unaona tunajiongeza. Hizi sasa katika ulimwengu wa mwili kuchukua hatua. Nje ya hapo itabakia ni story. Na hadithi kama hadithi zingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu ambao wanataka kuanze vizuri na Bwana, waweke viburi pembeni, majivuno pembeni, waanze maisha vizuri. Kwamba mimi nakubali hali yangu ni hii hapa. Wasema na mimi kusema mimi ndivyo nilivyo kwa sasa hivi. Ninaanza na hali yangu, sirudi nyuma. Hiki nilicho nacho kitamletea Baba nini? Utukufu. Na Biblia inasema kwamba mimi na wewe wanyonge kutoka wapi? Mavumbini. Yeye anatafuta watu kama yeye anatafuta watu wao waonekane mbabe. Sasa kumbe tutumie ule unyonge wetu na ule uduni wetu ili kwamba atuinue. Na ameinua wengi na wewe sio wa kwanza. Hautakuwa wa kwanza. Yaani hautakuwa wa kwanza. Hautakuwa wa kwanza, utakuwa ni miongoni mwa wale wengi ambao aliwainua. Na mimi nikiwemo. Na mimi nikiwemo kwa sababu aliponitoa najua mwenye kanitoa mbali vibaya mno. Zaidi hapo kwa shilingi 50,000, sawa? 50,000 mbona kubwa? Natoa huku kabisa huko. Bwana sifiwe sana. Niombe wale watu tunajua kuomba pamoja, tuje hapa mbele tuombe neema ya Mungu juu ya maisha yetu, tuanze upya na Bwana tukiwa na ujasiri kwamba huyu Mungu wetu anachosema kwamba anaweza kufanya, anafanya. Na Mungu hawezi kukupa wazo lolote ambalo hajatoa njia ya kufanyaje kufanya. Mungu anapokupa kitu chochote cha kufanya, ujue alishaandaa mazingira. Unakumbuka sio kuna mbele kama wanafunzi kana mbele enendeni ulimwenguni wafanye mataifa kwa watu. Unaweza kuangalia agizo ukafikiri kwamba aliwaambia tu. Kumbe Yesu alikuwa shamaliza kazi ya kuwapa ile uweza na nguvu. Kwa sababu ukisoma hiyo Waefeso 4:4 ndani nasema hivi, naye alipaa sawa, wakati kwamba ametaka ni wale mataka kufanya nikawateka, afu ameachilia nini? Vipawa. Kumbe alishaachilia vipawa ili watu wawe walimu, wachungaji, mitume na nini na manabii na wainjilisti. Alafu huku unakuja kufanyaje? Kuambia nendeni. Kumbe katika ulimwengu wao kamaliza kila kitu. Kwa hiyo Mungu anapoachilia kitu juu ya maisha yako, kumbe alishaachia uwezesho. Anasema nendeni mkazane na kuongezeka. Ule uwezo alishauweka. Ni wewe nenda kuzaa. Wewe kitabu la kuzaa unaanza kwamba unafanya hivi. Sema naeleweka. Mtoto huyo hapa. Ule uwezo ulishawekwa. Kwa hiyo kila kitu ambacho wewe unataka kufanya ambacho kinatoka ndani yako, tayari Baba alishaachia uwezesho. Mungu alishaachia nini? Uwezesho. Wewe ni kumwamini Mungu, toka kifua mbele, anza na Bwana, utaona kuwa Bwana mashani wako. Nikaribisha watu ambao wanataka kuanza na Bwana katika hatua mpya, kwamba hataki kurudi nyuma, wanataka kusonga mbele, kuzikubali hali zao. Kama mimi hali yangu ni hii hapa, naanza nayo. Wasema atakayosema, lakini Bwana atatokeza njia. Baba, wewe ni Baba yetu. Wewe ni Baba yetu na sisi ni watoto wako. Wewe ni Baba, wewe
na sisi ni watoto wako. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yetu, wewe ni Baba yetu, na sisi ni watoto wako. wewe ni Baba, wewe ni Baba yetu. Naomba utanifuatisha maneno hayo kwanza, tutaenda kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Asante kwa neema yako, asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako. asante kwa upendo wako. Unanipenda sana, Unanipenda sana, unanijali, unanijali, unaniwazia mema, unaniwazia mema, unipa tumaini unipa tumaini siku zangu za mwisho. siku zangu za mwisho. Baba, umenifundisha Baba, umenifundisha kwamba kiburi kwamba kiburi ndio chanzo ndio chanzo cha mimi kuwa katika hali hii, cha mimi kuwa katika hali hii, kwamba majivuno kwamba majivuno ndio chanzo ndio chanzo cha mimi kuwa hivi, cha mimi kuwa hivi, kwa sababu kuna mambo natakiwa nifanye, kuna mambo ambayo nataka nifanye, lakini angalia hali yangu, lakini angalia hali yangu, sifanyi, na kisha na kunyima utukufu wewe. Wakati unahitaji kitu kidogo tu, ili ujitukuze, naomba unisamehe, ili sasa kuanzia sasa nikaone thamani ya kile nilichokidharau, kwamba kinafaa, kwamba kwako wewe kinaweza kuleta matokeo, inaweza kuleta matokeo, inaweza kubadilisha maisha, inaweza kubadilisha maisha, kubadilisha hatima. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Watoto wako tuko mbele zako Jehova. Watoto wako wamesikia neno lako Mungu mwenye nguvu, wamejifunza mambo mengi, umezungumza nao kwa namna tofauti, kwa namna ambayo Jehova kila mmoja ameelewa kwamba kuna mahali anahitaji neema yako. Kuna watu waliona kwamba wamerudi nyuma, hawawezi, lakini Jehova ndio umewaokoa. Ni wewe ndio sababu yao kuwepo katika ulimwengu huu, lakini haujawaacha. Changamoto ni kwamba hawajakuamini kwamba unaweza kuwatoa katika hali walizonazo, kwamba unaweza kuwavusha katika hali zao ngumu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, neno lako linasema kwamba ni neema yako tu Jehova ambayo inadhihirika katika udhaifu, nami naachia neema hiyo ambayo inaonekana katika udhaifu ikaonekane kwa kila mmoja. Umesema kwamba ni neema yako ambayo inajidhihirisha katika udhaifu, huo, katika udogo huo, katika uchache wa vitu walivyo navyo, katika vitu walivyo navyo, neema yako Jehova ikadhihirike, ukuu wako ukaonekane, ukuu wako ukajidhihirishe kwa uweza na nguvu. Naachia uweza wako, naachia nguvu zako katika jina la Yesu Kristo, unaishi na kutawala, unayeinua. Yesu, nainua watoto wako, ninawainua watoto wako, ninawainua Jehova, ninaondoa mifuniko ya kushindwa. Kuna watu wamewekewa mifuniko hapa, kuna watu wamewekewa mifuniko ya kutokufanikiwa, kuna watu wamewekewa mifuniko. Jehova, ninaondoa mifuniko, ninaondoa majina walioitwa. Kuna wengine wanaitwa hawawezi, kuna wengine wanaitwa hawawezi. Katika jina la Yesu Kristo, tunaondoa majina hayo, tunaondoa vizibo hivyo kwa utukufu wa jina lako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaondoa pingamizi. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, kama ulivyokuwa na wana wa Israeli wakiwa jangwani, hauna namna ya kutoka, ukawaambia nendeni mbele, nami katika Yesu Kristo jina lenye nguvu na uweza, ninatamka kwa ushindi kwamba popote wanapokutana na changamoto wasonge mbele,
wasonge mbele, kwa sababu ushindi upo, ushindi upo, ushindi upo katika maisha yao. Asante kwa neema yako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa ukuu wako. Maana Yehova unabadilisha hatima za watu hapa, unabadilisha hatima za watu hapa, unabadilisha hatima za watu, unabadilisha maisha ya watu. Hakuna kama mwenye nguvu, ukaonekane Yesu, ukajisirisha na uwezo wa nguvu zako. Maana hakuna kama Jehova, ushindi wafalme wakahitaji Bwana, ukaonekane Yesu, ukajidhihirishe kwa ukuu na uweza wako, ukawatie nguvu, wakaanze upya na wewe, wakaanze upya na wewe, wakaanze upya na wewe. Hakuna kama Jehova, hakuna kama mshindi, hakuna kama jemedali. Kwa utukufu wa jina lako Jehova, tukiomba na kuamini kwamba Jehova utawashika mkono wako wa kuume, mkono wenye nguvu, mkono wenye uwezo, mkono wenye mamlaka. Hakuna kama Jehova. Tunasali sifa Yesu. Amen, amen, amen. Wadhaifu wa kiafya wasogee hapa. Kama wewe ipo nguvu, upo uweza wa ajabu, ipo nguvu ya ajabu. Yuko tuponyaye, yuko tuponyaye na maangamizi yote. Ni Yesu Kristo ambaye alikufa msalabani kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya uzima. Biblia inasema kwamba uzima ni chakula cha watoto, uzima ni chakula cha watoto, na ninyi ndio watoto wake, na nyinyi ni watoto wake. Sasa anasema kwamba wote walimpokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Hao ndio waliamini jina la Yesu, na nyinyi mmekuja mahali hapa. Chakula ambacho ni uzima ni kwa ajili yenu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu, uwezo na mamlaka, na uzima na afya njema, watu hawa wamekuja na afya njema, wakati wako Johnson na chakula chote kinachomsonoa na chakula kushindwa uzima na afya nikaambatane naye kuanzia sasa. Pokea uponyaji, pokea roho njema, nguvu yote iliyoko nyuma ya masumbufu haya, katika jina la Yesu Kristo. Ewe Bwana Mungu, ukawaponya watu wao, ukawapa afya njema, chochote kinachowatesa na kuwasumbua katika jina la Yesu toweka kuanzia sasa. Nataka uponyaji, nataka afya njema, nataka uzima, nataka komboano, nataka komboano kwao. Bwana waponye, wafunike kwa afya yako njema, wakawe wazima kuanzia sasa katika jina la Yesu. Afya njema likapasika wakata. Bwana, tunakushukuru kwa kuwa uzima na watu hao wamekombolewa, wamekuwa wazima, alama chapi ya magonjwa hayo nafasi juu yao. Tunawatakia uponyaji kuanzia sasa, tunawatakia uzima kuanzia sasa, tunawatakia kuwa wazima kuanzia sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea uponyaji, pokea uzima. Asante kwa uzima na asante Bwana Yesu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama mshindi. Unastahili sifa Jehova, hakuna kama mshindi, hakuna kama mwenye nguvu. Unastahili sifa Yesu, hakuna kama Yesu. Amen, 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 amen. Tumpashie Bwana makofi ya nguvu na makofi makubwa kwa Bwana Yesu. Haleluya. Kama umekuja kuombewa na kuna kitu kuna kisi kwamba kiko sawa, embu popote unapokuwa unajaribu kufanyaje, kusikiliza kama ikoje, na unakataa kile kitu. Sababu unasema kwamba yote unayoomba mimi nimefanyaje, nimepokea, tumeomba uzima. Kwa hiyo ukisikia maumivu unasema hapana, mimi nimefanyaje, nimepona, mimi ni mzima, vinaondoka. Mungu awabariki sana, mbarikiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa, watu wa Bwana. Haleluya.